Najua huku atapita huku, kwa sababu najua akili zao. Atakapokuja mwalimu wa Kiislamu hapa, atapita mtaa huu na mimi namsubiri apite hapo. Msomaji? Nipo. 297. 295 nasema. 295 mpaka 97. Hapa lazima apite hapa. Hasa nisipite kwa nini? Kwa nini nisipite? Napita. Sasa kama wewe kidume kweli, uje uvunje hii. Hapa napita na wewe huwezi kuniziwia. Na kwa sababu atapita, mimi sipashereheshi sasa. Na paacha hivyo hivyo, namsubiri apite, tutajuana dakika 15 usijazo. Mtego. Au nipitie sasa hivi. Wewe usiniweke mkwala. Mikwala yote navunja. Soma hiyo 297. Napita. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yenu. Naam, napenda kutumia nafasi hii kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye kwa mapenzi na kwa neema zake ameweza kutukutanisha leo katika hadhara hii na kuweza kuangalia vitabu vinasema nini. Ama katika jioni ya leo tumeweza kuchagua mada. Kikao chetu kilipendekeza mada, na miongoni mwa mada ambayo tuliopendekeza, inaonekana mara nyingi Wakristo wanapomkataa Mtume Muhammad, baadhi ya Waislamu wanasema wanamkataa kwa sababu Wakristo dini yao ni ya kizungu, Muhammad ni Mwarabu. Kwa hiyo laiti kama Muhammad angekuwa mzungu, ni dini ya Kiislamu alafu ni mzungu, basi moja kwa moja Wakristo angemkubali. Lakini kwa sababu ni Mwarabu ndio wanamkataa. Hayo ni baadhi ya mawazo ya Waislamu. Lakini leo nataka tuangalie kwa nini Mkristo anamkataa Mtume Muhammad. Je, kwa sababu Muhammad ni Mwarabu? Ikiwa kwa hoja ya Mwarabu, Yesu pia sio Mswahili, sio Mwafrika, ni Mwisraeli. Vipi tumkubali Mwisraeli tumkatae Mwarabu? Kwa hiyo inaonekana tunamkubali Mwisraeli kwa hoja, tunamkataa Mwarabu kwa hoja, si kwa rangi. Sasa katika hilo, ikiwa tunamkataa kwa hoja gani ambazo tunamkataa? Ndio mnisikilize vizuri hapo. Tunamkataa Muhammad, inaonekana katika miaka ya 610, miaka hiyo kabla ya Kristo, ilionekana amekuja kudai kuwa yeye ni mtume, akaitangazia dunia kuwa yeye ni mtume, yeye ni nabii. Watu wakasikiliza, wenye kujenga hoja wakajenga, wenye kukubali wakakubali, wenye kukataa wakakataa. Lakini tulipojaribu kuwauliza Waislamu, marafiki zangu hawa kina Mazinge, mara nyingi tunaongea sana, baada ya kuwauliza wakasema, Muhammad mbona kachaguliwa? Kama vile mnaamini manabii amechaguliwa, na huyu kafanyaje? Kachaguliwa. Baada ya kudai maandiko, ndiyo sasa tatizo likaanzia hapo. Sasa kwa sababu tunamkataa mtume na tukaona kumkataa pembeni si vizuri, lazima tumkatae mbele yao, ili labda watatoa maelezo ya kutosha tumkubali. Tukaona tutachagua imada. Tunapoangalia Qur'ani inajaribu kutoa, nitatumia sana Qur'ani. Somo langu litaanza ndani ya Qur'ani. Msomaji? Ndio. Msomaji? Ndio. Naam, msomaji anaitwa Ustadhi Yusuf. Tutaeleza habari zake baadaye. Nami nimesimama hapa mbele yenu, naitwa Yohana Omari Saidi Kibavu.
Mzaramu wa Bagamoyo bwana ananifahamu sana, Mringotini huko kwa Wazaramu. Sasa nataka nianze ndani ya Qur'ani. Msomaji, soma Qur'ani sura ya 22, Suratul Hajj aya 75. Suratul Hajj 22:75 inasema. Inasemaje? Mwenyezi Mungu huchagua mitume miongoni mwa malaika. Sikiliza vizuri. Mwenyezi Mungu huchagua, limetumika neno chagua. Mwenyezi Mungu huchagua mitume miongoni mwa malaika, twende, na miongoni mwa binadamu. Basi kumbe taratibu za Mungu huwa haokoti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbe Mungu huwa haokoti tu mitaani, anasema anachagua. Leo napomwona malaika Gabrieli, Mungu amemtuma, amemchagua. Unapoona mitume na manabii wamechaguliwa, anasema Mwenyezi Mungu huchagua mitume miongoni mwa malaika, na vivyo hivyo huchagua mitume miongoni mwa wanadamu. Sasa ndio tukajenga hoja, kama Qur'ani yasema Mwenyezi Mungu huchagua mitume, aya gani Muhammad kachaguliwa? Sasa hapo ndio patakuwa na patashika suruali kuchanika, au mnasemaje? Point kuchaguliwa. Sasa tunaposema point kuchaguliwa, msomaji, twende tena na Qur'ani sura ya 3, surati Al-Imran aya ya 33. Anasemaje? Inasema 3:33 Qur'an. 3:33 Qur'an inasema. Niasemaje? Hakika Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu. Sawa. Alimchagua Adamu. Alimchagua. Naona limetumika neno chagua, CHAIDI, chagua. Hakika Mwenyezi Mungu alimchagua. Na ndio maana leo wako wa Kristo miongoni mwa watoto wao wanamwita Adam. Waislamu miongoni mwao wako watoto wanaitwa Adam. Hatuna wasiwasi. Leo mtu akisimama hapa akieleza Adam habari za Adam, Mkristo hana wasiwasi, Muislamu hana wasiwasi. Kwa sababu gani? Hakika Mwenyezi Mungu alimchagua Adam. Endelea msomaji. Inasema. Sawa. Alimchagua Adam. Alimchagua Adam na Nuhu. Akamchagua na Nuhu na kizazi cha Ibrahim. Na kizazi cha Ibrahim. Kwa hiyo ndio maana leo akisimama Muislamu hapa akazungumza habari za Nuhu, hakuna debate yote tumejadiliana kuhusu Nuhu toka madebate yameanza. Hakuna debate ambayo tumejadiliana kuhusu Adam, kwa sababu kumbe Nuhu kachaguliwa. Tunaona Adam kachaguliwa, tuwahoji kuhusu nini sasa? Lakini tukiangalia kwa Muhammad kuna mtihani. Sasa mbali na kuonekana Adam na Nuhu wamechaguliwa, msomaji, ndio Qur'an 3:42 inasema. Surati Imran inasema. Inasemaje? Nakumbuka malaika waliposema. Kumbuka malaika waliposema, ewe Maryam. Ewe Maryam. Kwa hakika Mwenyezi Mungu ndio amekuchagua. Rudia tena. Inasema kwa hakika. Kwa hakika yani bila wasiwasi, bila ya shaka, ndio Mwenyezi Mungu amekuchagua. Twende. Na kukutakasa. Na kukutukuza. Tupe habari. Kuliko wanawake wa ulimwengu wote. Bwana Yesu asifiwe. Hapa anaelezwa Maryam, mama yake Yesu. Kwa sababu gani? Qur'ani inasema amechaguliwa. Na ndio maana leo akisimama Muislamu sehemu yoyote akizungumza habari za Maryam, hakuna Mkristo ananyosha mkono kuuliza swali. Hatuna tatizo kuhusu hilo. Akisimama Mkristo akaeleza habari za Maryam, hakuna Muislamu ambaye anaweza kuuliza swali.
kwa sababu amechaguliwa. Na ndio maana leo wako Waislamu baadhi ya wanawake wanaitwa Maryam, na wako wa Kristo baadhi ya wanawake wanaitwa Maryam. Hatuna tatizo. Kwa sababu gani? Amechaguliwa. Na huyu Qur'ani inamtaja mama yake Yesu kuwa ni mwanamke mbora kuliko mwanamke yeyote aliyewahi kuishi hapa duniani. Na hili Waislamu wanalifahamu vizuri kuliko tunavyolifahamu sisi. Ina maana kwa aya hii, ina maana hata mama yake Muhammad, Amina, haingii hapo kwa Maryam. Hata wakete zake Muhammad, kina Khadija, haya na wengine ambao aliwaoa baada ya kifo cha Bi Khadija, hawana ubora kuliko mama Maryam ambaye Qur'an namtaja. Amekuwa bora kuliko wanawake wote duniani. Na kwa nini amekuwa bora kuliko wanawake wote duniani? Tutakwenda kuona katika mada ya pili. Tukimaliza hii tunatundika nyingine. Tutakuja kujua kwa nini Mungu alimfanya mbora, akamlinda na dhambi ya aina yote. Kwa sababu gani? Tutakwenda kujua mada ya pili. Sije mnanielewa nyie watu? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa bado tuna wasiwasi kuhusu Muhammadi. Tumeangalia Qur'ani. Qur'ani ina juzuu 30. Ina sura 114. Sura ndefu kuliko zote ni surati Bakara, ina aya 286. Na sura fupi kuliko zote ni Asuri, ina aya 3. Lakini katika mfululizo wa sura na aya hizo hatujakutana hata na aya moja inasema ewe Muhammadi tumekuchagua kuwa mtume. Hajakutana. Bali tunachokikuta ndani ya Qur'ani, Muhammadi anajieleza mwenyewe, anajishuhudia mwenyewe kwa yeye nani? Yeye ni mtume. Sasa swala la kusema yeye ni mtume, mbona wengi tu? Hata katika television ukifungua kuna manabii, kuna mitume wamechaguliwa na Mungu. Sasa wamejichagua wenyewe. Sasa swala la kusema mtu anakuja hapa akasema sema hakika Muhammadi ni mtume, tunataka andiko gani? Kwa sababu unaposema ni mtume tayari ameshaanza kazi. Kashaanza kazi. Sasa tunataka makubaliano ya kazi. Sasa tumemkubali, anaanza kazi, tumemchagua. Hapa sasa hatuna wasiwasi. Holi zima hilo Kristo tutasilimu, tutakuwa Waislamu kama likipatikana andiko Muhammad amefanya nini? Amechaguliwa. Wakristo, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa mbali na kuonyesha Maryam kuwa amechaguliwa, hakuna tatizo lolote. Msomaji? Nipo. Msomaji? Nipo. Qur'ani 38:45-46. Hii inaitwa surati Sadi. Surati Sadi anasemaje? Inasemaje? Na wakumbuke waja wetu. Na wakumbuke waja wetu Ibrahim. Sasa Mungu anaanza kuwataja. Wakumbuke waja wetu Ibrahim na Ishaka na Yakobo waliokuwa wenye nguvu katika mambo ya dini na busara. Waliokuwa wenye nguvu katika mambo ya dini. Twende. Hakika sisi. Sasa Mungu anasema, anatiana nao mkataba. Anasema hakika sisi. Hakika sisi. Ndiyo. Tuliwachagua. Tulifanya nini? Tuliwachagua. Ndiyo. Kwa lile jambo zuri. Ndiyo. Kabisa. Basi. Kwa hiyo kumbe leo Ibrahim kachaguliwa. Na ndio maana hatuna mjadala juu ya Ibrahim. Na ndio maana leo inaonekana Ishaka amechaguliwa. Hatuna mjadala kuhusu Ishaka. Lakini kwa Ismaili pia ni utata. Lakini la Ismaili naomba tuliacha tulizungumzie leo. Tukipata siku Mungu akipenda tulizungumzia. Lakini pia kuna mushkeli kuchaguliwa kwake. Lakini sana sana mada ya leo, aya gani ndani ya Qur'ani, ndani ya hadithi, tulikubaliana mpaka mahadithi, ndani ya vitabu vya wanazuoni, yani mashehe, Mungu anasema amemchagua Muhammadi kuwa nani? Kuwa mtume. Najua akili za Waislamu
nimekaa nao miaka mingi na wafahamu, kwa sababu najua akili zao. Atakapokuja mwalimu wa Kiislamu hapa, atapita mtaa huu na mimi namsubiri apite hapo. Msomaji? Nipo. 297. 295 nasema. 295 mpaka 97. Hapa lazima apite hapa. Naam, 297. 297 Qur'ani inasema. Naam. Sema. 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 Sikiliza neno, anaambiwa sema. 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 Ndio. Anayemfanyia ushinde Jibrili. Anayemfanyia ushinde Jibril, kwa kuwa ndiye aliyemletea utume. Ndiye aliyemletea utume. Mwalimu, narudia hapa. Rudia. Sema. Ndio. Anayemfanyia ushinde Jibrili. Sawa. Kwa kuwa ndiye aliyemletea utume Nabii Muhammad. Asifanye nini? Asiwapelekee Mayahudi. Sasa hapa najua lazima mwalimu wa Kiislamu atapita. Na kwa sababu atapita, mimi sipashereheshi sasa. Na paacha hivyo hivyo, namsubiri apite, tutajuana dakika 15 usijazo. Mtego. Na mdahala huu umeleta kitu cha maana. Na ndio maana unaposikia maneno haya ikafikia kufanya maamuzi, tumeshaelewana, toka pole, nenda kwa mchungaji, nenda kwa shekhe, atakuongoza sala ya toba, atakupa maelekezo, basi. Lakini unaposikia maneno haya, na kusii ndugu yangu, kubali kufanya maamuzi, kubali kubadilika, na Mungu atakusaidia. Amen. Usikubali moyo wako kufanya kuwa mgumu. Sasa najua akishatoka katika 297 atakimbilia sehemu nyingine. Qur'ani 14 surati Ibrahim 14:43. 14:43. Hapa lazima apite. Inasema. Ndio. 14:43. Inasemaje? Wawe wanakwenda mbio. Sura ya 14 surati Ibrahim. Ndio. Wawe wanakwenda mbio. Naam. Vichwa juu. Sawa. Na macho yao hayapepesi. Ukimaliza huko chini anasema na wanasema wale kufuru, wewe si mtume. Sema hakika Mwenyezi Mungu anashuhudia kuwa mimi ni mtume. Sasa aya kama hizo zipo nyingi, lakini aya kama hizo zinaonekana ni mtu ambaye yeyote anaweza akatoka akasema hata mimi naweza nikatangaza nikasema mimi Yahaya, jamani, mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu, nikatoa ishara na miujiza, watu wakafanyaje? Wakaniamini. Lakini mwenye akili timamu atataka mkataba wa mimi na Mungu. Wapi Mungu amenichagua mimi kuwa mtume? Sasa nikionyesha makubaliano hayo, basi nakubalika. Lakini mpaka sasa Muhammad hakuna sehemu kaonyesha makubaliano kuwa yeye kafanya nini, kachaguliwa. Labda mwalimu wa Kiislamu leo atapata aya mpya ya kutufahamisha, jamani, Muhammad kachaguliwa. Akisema hivyo andiko hapa ni maandiko. Leo hii mara nyingi tunapofanya midahalo kama hii tunatumia Injili ya Mathayo. Yaani Injili zote ni tunazikubali. Ayo Muislamu, ayo Mkristo atatoa. Na kwa nini sasa tunakubali wanafunzi 12 wa Yesu? Kwa nini tunawakubali? Na hata Muislamu anaposimama, anapojenga hoja, anawatumia. Kwa nini? Sababu gani inatufanya tuwakubali? Kwa nini? Msomaji? Nipo. Luka sura ya 6 aya ya 13. Luka 6 aya ya 13. 6:13 Luka anasemaje? Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Barikiwe. Inasema. Ndio. Hata kulipokuwa mchana. Yesu anasema hata kulipokuwa mchana aliwaita wanafunzi wake. Yesu aliwaita wanafunzi wake, akachagua. Rudia tena. Akachagua 12. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo akachagua, na ndio maana akisimama mwalimu wa Kiislamu akimtaja Mathayo atasema soma Mathayo, soma Luka. Mwalimu wa Kikristo ni hivyo hivyo,
hatuna matatizo na watu hawa. Kwa sababu gani? Wamechaguliwa. Lakini tukiangalia kwa Muhammadi, kusema tu kwa yeye ni mtume, anasema kwa yeye ni mtume, tunapotaka kujua wapi kachaguliwa, basi ndipo inakuwa tatizo. Sasa tukaona mada hii tukiisemea pembeni, Waislamu wanaweza kulalamika. Tukasema tutaichagua kwa makusudi. Labda usomaji wetu ulikuwa ni mbaya, tumeshindwa kuelewa kupata andiko kachaguliwa. Labda leo wanaweza wakatusaidia likapatikana andiko katika jumba hili. Tukasema tutaichagua imada, Waislamu watufundishe, labda tumeangalia vibaya kwenye kusoma kwetu, watufahamishe aya gani Muhammad amefanyaje, amechaguliwa. Sasa mbali na kuonekana wanafunzi wa Yesu hatuna matatizo nao kwa sababu wamechaguliwa, lakini pia inaonekana leo Nabii Musa anakubalika. Muislamu anasimama anamuelezea Musa vizuri sana, na unaona historia ya Musa inavyoelezwa haitofautiani sana na katika Biblia. Si Musa akazaliwa Misri huku hivyo hivyo. Musa alipofika umri fulani kaua. Qur'ani pia imesema maneno hayo. Labda Musa yani vinakubaliana sana. Kwa hiyo Mkristo hana wasiwasi kuhusu Nabii Musa. Akisimama Muislamu akisema Musa kadha, Mkristo hana matatizo hata kidogo. Akisimama Mkristo akamwelezea Nabii Musa, Muislamu atakishwa kiume anasema bwana huyo nabii tunamkubali bwana, hana matatizo. Nabii kwa wana Israeli hana matatizo. Kwa sababu gani hatuna matatizo na Musa? Kitu gani kimetuondolea matatizo? Msomaji? Nipo. Msomaji? Nipo. 7:144 Qur'an. Surat Araf. 7:144 Qur'an. Akasema Mwenyezi Mungu, ewe Musa. Anaitwa sasa ewe Musa. Mimi. Mungu anasema mimi Mungu. Mimi nimekuchagua. Rudia tena. Nimekuchagua. Jamani, kama kuna mtu amwamini Nabii Musa humu ndani, hebu leo afanye maamuzi ya kumwamini. Hebu rudia tena. Inasemaje? Akasema Mwenyezi Mungu, ewe Musa wewe. Mimi nimekuchagua. Ndio. Juu ya watu wote. Hivi kuna mtu atamjengea hoja Nabii Musa? Sasa ni vema Wakristo hawa muwapate, wakajaza nafasi kule msikitini, lipatikane andiko liseme ewe Muhammadi, mimi nimekuchagua uwe mtume kwa watu wote. Tutasema sasa Wakristo hao wameelewa, wanafanya kusudi hapo. Au mnasemaje? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini tukiangalia hatuoni. Sasa kama tukiangalia hatuoni, tukaona ni vema tupatie andiko ambao linasema Muhammad wapi kachaguliwa. Sasa katika mdahalo kuna ujanja huu. Mtu anaweza akatoa aya asianzie juu. Hebu soma aya hii. Somaji? Ndio. Soma Qur'ani 20:13. 20:13. Nimepewa taarifa hapa, nimebakia na dakika 5. Naam, 20:13 inasema ndio. 20:13 peke yake. 20:13. Huu ni ujanja ambao mtu anaweza akauzungumza. Sasa naomaliza kabisa. Inasema ndio. Nami nimekuchagua kuwa mtume. Basi. Sasa mtu anaweza katoka huko akaja akasoma aya 13. Akasema nami nimekuchagua kuwa mtume. Takbir, Allahu Akbar. Akaenda huko pale chini, bila kujua aliyokusudiwa hapo nani. Tumeelewana hapo? Sasa lazima tuangalie. Najua atakapokuja anaweza akasoma ile andiko akaanzia 13. Sasa tunasafisha kabisa aliyechaguliwa hapo kuwa mtume nani. Je, ni Muhammadi? Umeanza 13, anza 11. 11 inasema hadi 13. Tujue ni nani. Basi alipofika akaitwa. Nani akaitwa? Ninarudia tamwi. Ndio. Basi alipofika. Sawa. Akaitwa. Endelea. Ewe
Musa. Rudia tena. Basi alipofika akaitwa ewe Musa. Ewe Musa. Kumbe hapa andiko linamkusudia Musa. Sasa mtu akija kwa ujanja wa mihadhara atasoma 13. Lakini anatakiwa aanze 11. Kumbe anakusudia nani? Musa. Sasa ili ijulikane leo Wakristo anafanya makosa kumkataa Muhammadi, aya gani Muhammadi mtume? Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimeeleweka sieleweka? Nimeeleweka. Hivi kuna haja kupigiwa kengele? Wapi? Mimi nadhani inatosha. Turudishe hadhara upande wa pili kuona watakuja kufundisha nini, na Mungu awabariki sana. Amen. Tunamkumbusha ndugu Mazinge vile vile sheria ni msumeno. Dakika zako 30, bado dakika 5 utapewa message, zikipita maiki itakuwa imezimwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kiufupi kishamaliza mada. Asa mimi nitaongea nini? Hivi nyinyi wa Kristo mimi nitaongea nini? Sina cha kuongea. Takbir. Haya mimi niseme. Haya sasa nisaidieni nyinyi wa Kristo. Mimi niseme nini? Kwa sababu hakutoa aya kwenye Biblia. Kwa sababu hakuna aya kwenye Biblia inayokataa Muhammad si mtume. Hakuna aya kwenye Biblia. Narudia tena. Aya zote alizokoti hapa ni aya ziko ndani ya Qur'an. Takbir. Kamaliza mada. Sasa mimi nichukue nusu saa ya nini? Mimi nilijua labda huyu kuna kitu. Hebu ngoja tumuulize padri mmoja. Kwa sababu hapa tunasoma vitabu vyote. Tunamuuliza padri mmoja. Padri gani tunamuuliza? Naam, huyu ni Fridolin Portman. Anasemaje? Msikilize padri anasemaje katika kitabu cha dini mbalimbali, kaandika padri anasemaje juu ya bwana mtume. Soma hiyo. Naam, anasema hivi. Naam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam alichukizwa na hali ya watu walioabudu miungu wengi. Naam. Ila Allah hawakumjua. Naam. Hapo siku moja akaondoka akaenda kukaa katika pango kwenye mlima Hira ili kufikiri mambo ya imani. Ni huko katika pango lile karibu na Maka, mwaka wa 611 alipofunuliwa na Allah kwa njia Malaika Gabrieli. Takbir. Padri anathibitisha. Padri alafu akanifurahisha huyu kijana. Anasema hivi, akapiga 3:42 Qur'ani. Hebu isome. Naam. 3:42. 3:42. Yaani wewe unajua kweli wewe 3:42. Naam, inasema na Wakristo akasema haleluya. Soma hiyo. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Nakumbuka malaika waliposema, naam, ewe Maryam, safi, kwa hakika Mwenyezi Mungu amekuchagua, naam, na kukutakasa, naam, na kukutukuza, naam, kuliko wanawake wa ulimwengu wote. Haya, Mkristo gani anapinga haya maneno ya Muhammad ni ya uongo, kwamba Mariamu ni mwanamke bora kuliko wanawake wote? Mkristo anayopinga ainue mkono. Hakuna. Maneno haya kanasema Muhammad, kwa hiyo ni ya kweli. Takbir. Waislamu takbir. Allahu akbar. Waislamu takbir. Allahu akbar. Alichokuja kukifanya hapa huyu kwamba ninyi mlikuwa hamumjui Muhammad, kasema kweli. Ndio maana alikuja akasema Muhammad anasema Mariamu ni mwanamke bora kuliko wanawake wote. Kama mtume angekuwa muongo angemsifu mama yake, lakini kwa kuwa ni mtume wa Mungu kaambiwa sema
na Muhammad hakufanya hiana, akasema mama wa Yesu ni mama bora kuliko wanawake wote. Huyu ni mtume wa Mungu kweli. Akasema wapi Muhammad kachaguliwa? Akasoma 22:75. Soma hiyo. Naam. Soma hiyo 22:75. Si ndio kivuli ulichojifikia hicho? Tunakifieka hicho. Soma. Inasema, naam, a'udhu billahi minashaitanir rajim. Naam. Mwenyezi Mungu huchagua mitume miongoni mwa malaika. Naam. Na miongoni mwa binadamu. Unaona? Kwa hiyo mtume asingekuwa binadamu, asingekuwa mtume wa Mungu. Lakini kwa kuwa Mungu anachagua miongoni mwa malaika na binadamu, na Muhammad ni binadamu, ni mtume wa Mungu. Huyo ni mtume wa Mungu, hakuna hoja. Huyu hakutoka miongoni mwa majini, ametoka miongoni mwa binadamu. Na kwa kuonea huruma, kwa kuwa mtume yeye alikuwa anapenda watu wote, alikuwa anapenda Wakristo, alikuwa anapenda Waislamu, na yeye ni msema kweli, ni mtume wa Mungu. Yoyote Mkristo anayempinga mtume yoyote, basi ujue lazima ataenda motoni kwa sababu hii. 5:82